Hadi ase nikaa kimeanza kuturamba kidogo, so Peugeot 206 imekuwa na lose nini coolant kila wakati, na siwezi elezea inalikia wapi, na nimejaribu kuangalia all symptoms zenye nilikuwa nafikiria, nikaona probably inaweza kuwa kuna time tulifungua kama nini, kwa tunafungua gari kama iko hiyo nini, gari la guruma, so tukufungua hiyo tank ya reserve. So I guess by the time tutafungua tank ya reserve kama bado still iko moto, so tukifunga ikapata airlock. So during time ya kupata airlock, so nafikiri ndio maana imekuwa ina leak, lakini hatuwezi tell ina leak kutoka pande gani. Nikiangalia hose pipe zote ziko sawa, nikiangalia kama kuna nini, ina gari na smoke nyuma, smoke. So all possible nini zinaka ku azendi sawa. So kitu next nafikiria kufanya, nataka ni bleed, alafu bleed ndio saa kutoka hapo hivyo nitaweza kudiagnose na nijue shida iko wapi baada ya bleeding. So nataka ni mwage hiyo tapo iko coolant yenye iko ndani, alafu kutoka hapo then tunaweza enter next step. So follow through na mimi tuone kama tutaweza kupata tatizo hii. Sasa sielewi mbona nikiangalia reservoir, I think nitapost picha hapo hivi. Nikiangalia reservoir naona tank iko empty, of which haifai hivyo. Na ufai kuwa una top up coolant yako each and everything. So ukipata kama una top up coolant yako each and everything, lazima kuna shida na hiyo gari. Either iko na leakage na ina burn inaenda mpaka kwa gasket huko hivyo, ama ukiangalia zile nini zako nozzle fulani ziko pale ndani, utaona kuna mahali kuna kakunini, kuna mahali na kakulik. Wale kwa sababu hiyo noise siwezi kuzuia, niko nje, so basically lazima kukuna hizo challenges. So wacha tuone tutafinya mpaka wapi, then tuone kama whatever vile tumediagnose tutapata solution yake na gari italeta issues tena. So follow through tunaitakuaje. So nimewaambia nimecheki smoke nyuma kwa nini, kwa exhaust nikaona high smoke. So kama I toi nini white smoke, so kama itoi white smoke, the second step ni kutumia hizi, and then unaangalia kwa cabin ndani hii side ndio kuna kwa nini hapa ita matrix. So ukifanya hivi inafaa kukuonesha. So ukipata kama kuna unyevu wa maji, then utajua imekuwa na leak from inside. So na ukiangalia paper towel yangu hakuna dalili za maji, nikiangalia mpaka kwa nini sipati huwa hatutoki so mkiangalia mnaona hakuna mahali kuna nini, kuna unyevu wa maji. So probably I leak from ndani. So vile mmeweza kuona hakuna leakage pande ndani, na paper towel yangu haiko wet. So ni kumaanisha hakuna unyevu pande ndani. So tutaangalia pande mbele tuone kuna kaaje. Tufungue bonnet. Inafunguliwa kwa pande ya passenger. So next I think hizi vitu zote nitakuwa nahitaji hii kufungua hizo pipes, alafu brush na ile kubrush hiyo radiator. Naona kama kuna vile kuna uchafu, hizi towels lazima nihitaji. Alafu pia another thing nitajifanya kitu funny enough ni ati siku realize kumbe hii ni kusave ile uchafu yenye inaweza kuwa ndani, ndio maana kalia kwa hapo hivyo. Hebu comment kwa comment section niambie kama ulikuwa unajua hii kazi yake ni gani. Tukiangalia nao maji zinaonekana kutoka chini. Siki kama mnacheki huko ndani kabisa. Azimbe kwa ni sababu nimeweka niletea pepa hapo hivyo ndio nione kama inalika kutoka kwa pipe kwa pipe. Tukiangalia pipe iko wet so nilikuwa najaribu kuona kama inalikia place kama hiyo. Haya, ukiangalia pale kwa zile ni zinaenda kwa ita matrix, kama na focus poa pale kwa kile liko nyuma. Ukiangalia ukiangalia mahali hapo kuna hiyo kitu nafaa kuwa nafungua, hata
pia sioni white precipitate ziko juu, so bado iko sawa. Nikiangalia kwa reservoir pia, reservoir iko sawa, hakuna mahali iko na white kumaanisha hakuna mahali imekuwa ina leak. Hiyo coolant ikimwagika inachaga hiyo whiteness. Sisi kama tunaweza kuona huko chini kuna whiteness ziko huko, kama mnaweza ona kuna whiteness iko huko hivyo down, so siwezi pia tell. Last time niliacha kama iko hivyo, jana pia nilicheki iko hivyo, so the next step ni kuangalia kwa radiator yenyewe, kwa nini kwa kibuyu yenyewe ndani kama na kitu ama ilimwagika pia. Kama mnaweza ona iko kitu, so ya jana yenye niliweka ikumwagika, but I'm sure nikianza nikichemsha gari leo niko sure hiyo heat itapungua. So kitu nimefikiria kwanza kuja kuna zero design.
Hiyo unyevunyevu sielewi ni nini, na sijui kama ni pipe ambayo imekatika, so nijaribu kupigia hesabu nijue ni aje. So need to open this, nifungue not now, alafu pia hapa kwa bleeder nafaa kufungua moja hii, ndio sasa nikifanya bleeding nijue nini kinaendelea. Sijui kama nafaa ku disconnect battery ama nafaa kufanya aje, but basically hivyo ndivyo kuko. So hiyo washa hii inafaa kufungua ndio nikifanya bleeding, alafu nikiangalia maji pia na drop ikienda wapi. So yeah, wacha tuone ni aje. So need kufungua moja hizi pipes hii pipe ndio ni drain maji yote kwa radiator. Kuna kazi ndio. Ukiangalia huko mbele hakuna sign za leakage huko. Kuna mahali za kwa maji inapitia tu ndio inasemekana inapotea. So na kwa sababu pia nini zangu hazijakuwa ati zimechapa vile video design ya kuzeeka ati ziko poa. Ziko bie. So tatuone tutaanzia namna gani. Sana ni kwa sababu ya mali mwenda kuingia kwa mashimo ziko na maji. Ndio maana iko hivyo. So sijui kama ni gari iko chini ama ni aje, but hivyo ndio chini kwangu kunakaa. So we'll try and open this. Tumogeo coolant hapo ndani, and then kutoka hapo hivyo tuanze kubali msimu mdogo. Jana nikilala tukiona ukiangalia kwa down, so kuna mali poet. So hizi kama ni ya jana, juzi ni ya nini, but jana nilihadisia coolant kiasi. So tunajaribu kuchekini aje hivyo. So mwagilia mchanga kidogo. Ndio sasa kesho tumelelea usiku na kesho tuone ni aje, ndio tujue wapi ndio issue iko. Lazima nifungue yako kwa washa. Lazima nifungue yako. So niliza kuko down, basi niko nafunga hii cable, nishaifunga. Hiyo maji mnaona ni kile ile kusafisha hapo hivyo ground hiyo. Nikiangalia hizo spots ni aje, nikiangalia kama raba zangu ziko sawa. So next step sasa ni kurudisha hii coolant ya mine. Sababu si mbaya bado iko form. So ni kurudisha hiyo coolant. Alafu nikirudisha nitakuwa na check hizi hii place
ikidrain. The moment ina drain, angalia kama iko na bubbles. The moment ikiacha kutoa bubbles, the same place, the same situation na hii, kimaliza kutoa bubbles hivi ni lock, nifunge, kwa sababu naona sasa hakutakuwa na air lock juu hizo bubbles nazo zimepotea. So itakuwa tu iko ni coolant peke yake, hakuna bubbles zitakuwa ziko ndani. So sijaweza kuonesha kitu bubbles na nikaweza kufunga, but hivi ndivyo inakaa. I think nitatafuta video mahali alafu niwa connect ni washow. So ukiangalia ile side penye tu ilimaliza kutoa bubbles nika lock, huko mbele pia the same nika lock to the moment inaanza kutoa maji, inaanza kutoa bubbles zikiisha itoe ilete maji, unafunga, unakaza kabisa. So basically hiyo ndivyo msema anafanya bleeding. So I believe hiyo ndivyo inafanya na gari itarudi kwa tena. And then ukiangalia kwa reservoir yako, uangalie reservoir yako mali inafika. So lazima ikue max, uangalie inafaa kwa katikati ya max na mid. So angalia uone kila kitu iko sawa. At the same time, ukishamalizia shughuli unafaa kuwa unafinya hizi pipe zako, ndio kama kuna any yenye inaweza kunibakia mahali, sababu fiko unasikia unasikia hewa bubble ndani. So this is the second day after tuliangalia jana, tukatengeneza na tukarekebisha place kwa tunafikiria kuna normal after kufanya bleeding na kila kitu. So this second day tunataka kuangalia kama bado tuko na the same issues. Jo jana tuli drive around ndio at least heat up kidogo tuone kama still ikilala itakuwa na the same issue, kama kule nitakuwa imeisha na kama bado kama bado itakuwa na leak mahali. So wacha tuone iko aje. So first tunaanza na kuangalia hapa down, still t-shirt iko dry. It's dry as you can see. So tunaenda tutafunga tena bonnet tuangalie. So ndani uko sawa, uko chini kaonekana kwa sawa, haikumwagika jana. So nikumaanisha ile shughuli yetu iliwaka. Tukiangalia down pia kuna mahali kuna nini